Vitu vinavyopelekea maisha ya mtoto kuharibika kitabia, tumesema moja, alfaqru almukhayyam au alfaqru alladhi yukhayyim ala baadhi alusar, ufukara, umaskini. Kwa hiyo tunaona kwamba umaskini ni adui, ufukara si kitu kizuri. Ndio maana Mtume miongoni mwa mambo aliyokuwa akisema, Allahumma inni a'udhu bika, najikinga kwako ya Rabbi. Kuna vitu vingi kajikinga navyo Mtume. Al-bukhl, moja ni ubakhili, ghalabati ad-dain, qahri ar-rijal, su'il kibar, al-hammi, al-ghammi, al-hazan. Lakini miongoni mwa hivyo vitu ambavyo Mtume alikuwa akijikinga kwa Allah visimpate, al-faqr. A'udhu bika min al-faqr, najikinga kwako na ufukara, kwa sababu ufukara unafanya mambo. Hata pale nyumbani wanasema, idha dakhala al-faqru min babin qafaza al-hubbu min an-nafidha. Ufukara ukiingia kupitia mlangoni, mapenzi yanaruka kupitia dirishani, yani havikutani. Unaweza ukaona maisha haya si maisha kwa sababu ya ufukara. Ufukara sio kitu kizuri. Mali tunazihitaji, na ndio maana tunakaa kwenye misikiti mikubwa kama hii. Hii imejengwa, ukiambiwa hesabu yake mzee Zakaria almarhum alivyotumia hela hapa, utashika kichwa. Ni pesa zimetumika. Kama ni ufukara tungempata wapi? Na misikiti mingine kama Jamia Zanzibar, misikiti mikubwa zote zile ni hela. Na mabarabara yetu naona inang'ara Unguja, tunapita kwenye barabara nzuri katika vichochoro, ni pesa zinatumika kujenga vitu kama hivyo, masoko na vitu vinginevyo tunavyo, zote nyumba nzuri nzuri hivi, nguo nzuri tunazovaa, ni pesa. Ufukara ni kitu kibaya. Ndio maana utasikia tunapiga vita ufukara, tunapiga vita ujinga, tunapiga vita maradhi, kwa sababu haya ndio mambo ambayo ni makubwa, yanadumaza mpaka akili za watu wetu. Sasa ufukara unapokuwa nyumbani pale, unawashughulisha watoto, inakuwa sababu ya kupoteza mwelekeo wao kimaadili.